Ukitaka kufahamu ya kuwa uume wako ni mdogo ama performance yako ya tendo kwa wakati huo ilikuwa ni mbaya, wala usimuulize mwenza wako. Tazama tabia hizi tatu mara tu baada ya kumaliza tendo la ndoa. Kabla sijaendelea, hakikisha umesubscribe channel hii ama kufollow account hii. Nikwambie tu ya kuwa hakuna haja ya kumuuliza mwenza wako kama ameenjoy ama amefurahia tendo la ndoa. Kinachotakiwa, tazama tabia hizi tatu. Tabia ya kwanza, mwangalie mwenza wako baada ya kumaliza tendo la ndoa. Ni mtu ambaye anakuwa anakimbilia simu, yaani mnapomaliza tu anakimbilia simu moja kwa moja, ama simu ikiita anapokea moja kwa moja. Ukiona ishara hii, nikwambie tu ya kuwa haionyeshi taswira nzuri sana. Inawezekana hakuna kitu ambacho umekifanya. Tabia ya pili ni ile tabia ambayo mara tu baada ya kumaliza tendo la ndoa, mwanamke wako ama mwenza wako anakimbilia kwenda kufanya kazi zake, anakimbilia kwenda kuosha vyombo ama kufua. Nikwambie tu ya kuwa kama tabia hii huwa inajitokeza mara tunapomaliza tendo la ndoa, ujue kuwa kuna kitu kiko sawa. Haujamfikisha mwenza wako, hajapata msisimuko wowote, kwa sababu huwa inaonekana ama ni vizuri pale ambapo mwanamke anapotoka tu kushiriki tendo la ndoa anapata muda wa kurelax au kupumzika. Hii inaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika. Kama hiki hakijafanyika, nikwambie tu ya kuwa hakuna kitu ambacho kimetokea hapo. Lakini tabia ya tatu, anakuwa na mawazo ama hasira. Yaani ukimtazama unaona ni mtu ambaye hajafurahia chochote, ana mawazo, ana hasira. Ukiona tabia hizi zinakuwa zinajitokeza mara kwa mara tu baada ya kumaliza tendo la ndoa, nikwambie tu ya kuwa uume wako ni mdogo ama hakuna kitu ambacho umekifanya. Performance yako haikuwa nzuri. Usijali, kama ni wewe, lipo suluhisho ambalo litaenda kutatua changamoto yako ili uweze kufurahia tendo la ndoa. Kitu cha kufanya, hakikisha una comment hapo chini neno program, nitakupa utaratibu unaofuata.